Haleluya, mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu. Naamini ya kwamba Mungu amekulinda katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia neema ya kupata kukuletea pia neno katika siku ya leo. Siku kwamba ni jambo la kawaida, maana ningependa kukufikia mahali huko nikuletee neno, lakini kwa sababu siwezi kufika, Mungu ametumia njia nikufikie, nikwambia kwamba Yesu Kristo anakupenda. Mungu anakupenda, Mungu ana mipango mizuri ya maisha yako. Na ya kwamba ukimwamini Yesu Kristo hautatupwa jehanamu katika siku ya kiyama, siku ya hukumu, bali utaingia katika ufalme wa milele ambao Mungu amewaandalia wale wampendao. Kwa Mungu anakupenda sana, my brother, my sister, na Mungu atakuachilia, atakuacha wewe tu, bora mkimbilie, umtumainie Mungu, naye atakuokoa na yote. Mungu atatuokoa na yote, na Mungu ni mwaminifu sana. Ukiona ametufikisha hapo, ni kuonyesha kwamba hata hapo mahali pengine atatufikisha. God bless you, God bless you, God bless you katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana my brother, my sister, katika siku ya leo. Last Sunday Mungu alikuwa ametupatia ujumbe, ulikuwa unasema kwamba Yesu Kristo anataka kukutendea mambo mazuri sana. Lakini katika siku ya leo Mungu amenipatia neno ambalo nimelita kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Sio kama umewahi kupitia mateso wakati fulani kwa maisha yako. Kuna wakati ulipitia mateso sana, ama sasa tunaongea na wewe labda uko katikati ya mateso. Na nikwambia kwamba yule Mungu ambaye alikuokoa wakati ule mwingine, hata wakati atakuokoa, usikate tamaa. Hasa wakati ambao ni wakati wa tuna experience mambo ya baridi. Naamini ya kwamba utaendelea kuwa na hali ya kuwa na matumaini nyakati hizi ambako kuna baridi. Kuna wakati Yesu Kristo alikuwa anaongeleza wanafunzi wake habari ya siku za mwisho, akawaambia kwamba waombe matukio ya mateso yatakayowapata wana wa Israeli yasiye katukia wakati wa baridi. In the book of Matthew chapter 24 verse 20 zapata hiyo mstari nasema kwamba ombeni ndio kukimbia kwenu kusio ukawa wakati wa baridi ama wakati wa Sabato. So baridi inaonekana kwamba baridi na umisanga mbele ya wanadamu, wanakuwa wadhaifu, wanashindwa kufanya kile ambacho wangetaka kukifanya. So kwa sababu hiyo Mungu akupatie neema kabisa katika jina la Kristo Yesu. Ninapoenda kukuletea ujumbe huu, malengo yake ni kwamba ukapate kuendelea kutumainia Mungu peke yake. Uendelee kutumainia Mungu, ni kwa sababu ukitumainia Mungu peke yake ndio utaangamia. Maana wakati wa mateso watu wengi wanaendanga kutafuta misaada maeneo mbalimbali. Wengine wanaenda kwa manabii, wengine wanaenda kwa waganga, kwa wachawi, wengine wanaenda kufanya mambo ambayo ni ya kuwasaidia ambao si mazuri. Wengine wanaingia kwa ukahaba, wengine wanaingia kwa wizi, wengine wanaingia kwa hali ya uhalifu. Yaani wanatafuta kusaidika. Lakini unakuta kwamba hiyo njia si mzuri my brother, my sister. Ile njia nzuri ni kumtumainia Mungu, maana Mungu yeyote ambaye amewahi kumtumainia hakuwahi kumwashiria. So tunapoenda kuangalia maandiko kwa kile kitabu ambacho ni kitabu cha Zaburi 46, Biblia inasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa injapo bandilika nchi inasabadilika. Na nchi kibadilika, unakutanga kwamba mambo yanakuwa sio vile umezoea, yanakuwa ni tofauti sana. Na hiyo inakuvunja moyo. So usiogope ukiwa unamtumainia Mungu, maana Mungu ni kimbilio langu na kimbilio lako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo anasema injapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Injapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Injapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Hivyo anasema kwamba hata milima inaweza tetemeka, milima mikubwa sana. Milima ni ishara ya watu wenye nguvu, matajiri, mataifa makubwa, milima mikubwa ijapo tetemeka. So hata wale ambao wenye uwezo wanaweza tetemeka kwa sababu ya mambo kubadilika, wanaweza tishika pamoja na utajiri yao na nguvu zao, wanaweza tetemeka. Hivyo anasema kwamba maji yake anjapovuma na kuumuka, injapo pepesuka milima kwa kiburi chake, kuna mito ya vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu patakatifu pa maskani yake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atakusaidia asubuhi
na mapema. My brother, my sister, Mungu atakusaidia mapema, atachelewa kukusaidia. Atakusaidia kwa wakati ambapo ule msaada itakufaa wewe, ama ule msaada utanifaa mimi, ama wakati ambao ni wakati ulio mzuri sana. Kwa hivyo huyu mwandishi wa Zaburi alikuwa ni mtu ambaye amepitia hali ambayo ni ngumu, lakini akasema kwamba atakimbilia tu kwa Mungu. Kimbilia kwa Mungu, usikimbilie kwa nguvu za giza, usikimbilie kwa wale watu wenye wamwamini Mungu. Kimbilia kwa Mungu, atapata kukusaidia. Kwa hivyo mwandishi anasema kwamba Mungu kwetu sisi, yeye alijinjumulisha na wale watu wengine, hakuwatupa wale watu wengine. Alisema kwamba Mungu kwetu sisi, mimi na wewe na yule mwingine, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele, si kidogo. Huo msaada utaonekana wa kutosha. Wale ambao ni msaada wa Mungu utakuwa ni tele, au utakuwa ni msaada kidogo. Ndio mwandishi huyu wa Zaburi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana wakati wa mateso. Kumaanisha kuna wakati wa mateso, kuna wakati wa mateso. Nimekoti Matthew chapter 24 verse 20. Matthew anasema ombeni kukimbia kwenu kusio kukakuwa wakati wa baridi ama wakati wa Sabato. Alikuwa anaongeleza wanafunzi wake katika kitabu hicho, akisema, akiwaambia ili njengo mnaona hekalu, kuna wakati utakuja hakuna njiwe itakalobakia njiwe lingine. Na ilikuja kafanyika hivyo mwaka wa 70 baada ya Yesu kuenda mbinguni. Kumaanisha kuna matabiri zingine zimetabiriwa hapa na zishafanyika tayari, kuonyesha Mungu ni mwaminifu, aliyesema hayo yakafanyika, hata mengine atafanyika. Inasemekana kwamba wakati huo mfalme mmoja wa Rumi, Italy, alivamia nchi ya Israeli. Wengine wanasema ni Titus. Alipovamia nchi ya Israeli baada ya Yesu kwenda mbinguni, miaka 70 ilipoisha, alibomoa hekalu ambao Wayahudi walikuwa naabundia. Ilikuwa hekalu la pili ambalo lilijengwa na mfalme, tuliposema hapo awali, ni mfalme aliyekuwa mfalme wa Irani wakati huo, aliamurisha kadhamini lijengwe the second temple. Yule alikuwa anaitangwa Cyrus Koresh, aliyeamurishwa na Mungu ajenge ile hekalu. Second temple likabomolewa na huyo mfalme wa Italy ambaye alikuwa hasa ndiye super power. Maana wakati Cyrus alikuwa anajenga alikuwa super power. Sasa ikaingia super power nyingine inaitwa Italy. So baada ya Yesu Kristo kwenda mbinguni miaka 70 kama Yesu alivyosema katika Matthew chapter 24, Bible inasema kwamba huyu ni mfalme wa Italy ambaye ni super power akakuja akabomoa, na kwa sababu ile hekalu ilikuwa imejengwa na dhahabu, walibomoa wakitafuta dhahabu, wakahakikisha wamepata kuondoa mawe yote, hakuna njiwe lilibakia, njiwe lingine wakisaka dhahabu. Wengine wanasema namna hiyo, iko katika historia, si kwa Bible. Hiyo ni katika historia, inasema kwamba baada ya Yesu kwenda mbinguni, iwe miaka 70 iwe hekalu ilipata kubomoa. So ilikuwa wakati wa mateso sana kwa wana wa Israeli. Walikuwa ni wakati mgumu sana kwa maisha yao. Na Yesu Kristo alikuwa amewaambia kwamba waombe. Sasa tunasema tunapitia hali ya baridi. Na wengine sasa unakuta kwamba wana magonjwa ya nimboni ama homa ama vitu vingine kwa sababu baridi inawafinyilia. So Yesu Kristo alisema waombe hiyo kitu, hayo mateso yasiwapate wakati wa baridi. Maana ilikuwa inasemekana kwamba walikuwa wameambiwa, Yesu Kristo hapo katika in the book of Matthew chapter 24 alikuwa anawaambia mtakapoona hiyo tukio, hilo sambulizi likifanyika, mtu asirudi kwa nyumba yake, atoroke aende akienda. Yaani kama ulikuwa kwa shamba usirudi nyumbani, panda kwa milima ama unjifisha, mara utajifisha. Maana yule mfalme alikuwa na lengo moja, kuua na kuteka nyara. So watu wengi sana waliuawa hiyo siku ama huo wakati, na wengine wakateka nyara, wakasambaratishwa duniani kote. Hakuna mahali hawakupelekwa, walipelekwa mataifa mbalimbali duniani, na wengine wakapata kuuawa. Maybe walibakisha wale ambao ni walemavu, wale watu ambao ni wadhaifu, ndio walipata kusalia katika ile nchi. Na ndio unakuta kwamba Waisraeli
tangu wakati huo wamekaa nje ya nchi yao kwa miaka kama 1878. Miaka 1878 wamekaa nje ya nchi yao, hadi wakati wamerudi, wakati wa Hitler alipowaua 1948. Hapo ndio wamepata kurudi. Ilikuwa ni wakati wa mateso sana kwa wana wa Israeli. So wakati tunapoongea mateso, labda hata huko katika mateso, kama vile anavyosema huyu mwandishi wa Zaburi, anasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Wana wa Israeli waliambiwa wasirudi nyumbani, maana kuna amri ilikuwa si kujifisha ama kujifungia ndani ya nyumba, maana hata ukijifungia ndani ya nyumba, hiyo mlango itang'olewa utolewe. Sasa ni kutoroka ujiokoe. So ukitoroka mahali kuna baridi, hiyo baridi bado itakuua. So Yesu Kristo alikuwa na suggest waombe hiyo kitu isifanyike wakati wa, na naamini ya kwamba waliomba na Mungu aliwasaidia ya kwamba haikutukia wakati huo wa baridi. So baridi ambao una experience ni kwamba inaweza kumisa mwili yako, unaona inakubidi unajifunika na magwanda, unajikinga na unajiepusha na vitu ambavyo inaweza kukuadhiri, ndio ukapate kuwa na afya ambayo nzuri, isipate kusambuliwa. Na kama imesambuliwa, Mungu akuponye kwa jina la Yesu, upokee uponyaji katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini usikimbilie mahali kwingine, kimbilia kwa Mungu. Mwandishi wa Zaburi hivi ndivyo anavyosema. Anasema Mungu kwetu sisi, kwa wengine hatujui, lakini kwetu sisi tunajua Mungu kwetu ni kimbilio. Kwa kila hali kwa maisha yetu, Mungu ni kimbilio. Na katika siku ya leo, Mungu akubariki sana, maana kusikiza ujumbe unaosikiliza ni ishara ya kwamba unapenda kukimbilia kwa Mungu. Ungeenda usikize hadithi zingine, usikize mahubiri mengine ya kila aina ambayo si ya Mungu, lakini kusikiliza ujumbe kama huu ni kuonyesha wewe una nia ya kukimbilia kwa Mungu kwa kusikiliza maneno ya Mungu. Maana Biblia inasema mwanadamu ataishi kwa mkate, ataishi kwa kile neno ambalo linatoka kwa kinywa chake Mwenyezi Mungu. So neno la Mungu linanisaidia na kukusaidia uendelee kuwa na nguvu. Ndio mwandishi anasema kwamba Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu. Huyo ambaye ni Mungu tunayemkimbilia, yeye hutupatia nguvu hata wakati tukuwa wadhaifu, hata wakati ambapo tumelemewa, yeye hutupatia nguvu. Maana yeye kwetu ni kimbilio na nguvu, usaanda tele utakaonekana tutakaupata wakati wa mateso. Kwa sababu hiyo hatutaogopa, injapo bandilika ishi, injapo tetemeka milima, moyoni mwa bahari kuna kijito kinayofurahisha ule mji wa Mungu. Kwa hivyo mpendwa, katika siku ya leo Mungu alikuwa amenihimiza nikwambia kwamba ukimbilie kwake, na kama ushakimbilia, congratulations, ongera. Mungu akubariki sana, maana hautaangamia, hautaibika. Ni kweli unapitia mateso makubwa sana, leo unapitia hali ambazo sina kupinga, lakini kimbilia kwa Mungu. Usikimbilie kwa wachawi na waganga. Kuna mama moja alikimbilia kwa waganga, wakamuitisha kuku ya kiume ama njogoo, wakapata kuiganga, wakamwambia hiyo kuku itakaa kwa mboma yako, ikipata kuwika, ikiwika tu hivi, waganga na washawi watakuwa wanashindwa. Lakini siku moja ile kuku yake iligongwa na gari ikakufa. Kwa hivyo Mungu wake ni kama aligongwa na gari, na alipoona kwamba Mungu wake amekufa, alikimbilia kwa Mungu na Mungu akampatia usalama ya kutosha. Kwa hivyo Mungu ndiye kimbilio na nguvu, ndiye msaada ambao ukiupata hautaangamia. Hata wakati unaona mambo inakuwa ngumu kwako, usifanye mambo ya kumkasirisha Mungu, usifanye mambo ya kumwacha Mungu, usiongee maneno mengi ya kumuudhi Mungu. Enda mbele za Mungu, mshukuru, maana Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utakaopatikana tele wakati wa mateso. Kuna wakati wa mateso na kuna wakati wa faraja na kuna wakati wa furaha. Nenda kutabiria kwa jina la Yesu, Mungu akufikishe zile nyakati za kufurahisha, zile za kufurahi, zile za kuwa na amani. Kama kuna wakati wa mateso, Mungu akujalie upokee wakati wa furaha na faraja, wakati utafurahi
pamoja na mke wako na watoto, pamoja na wazazi wako. Mungu akufikishe zile nyakati za faraja, zile za furaha, na ukuwe na furaha sana. Kama kuna nyakati za mateso, hata nyakati za furaha ziko. Pokea nyakati za furaha katika jina la Yesu. Mungu akujalie neema ukauone wema wa Bwana katika nchi iliyo hai, in Jesus name. God bless you my brother, my sister. Endelea kumtumainia Mungu. Mungu ni mwaminifu, hata tuacha, hata kuacha, akupatie neema ya kushinda kwa kila unaopitia. Kwa hiyo Mungu kwetu ni msaada wa karibu. Kama una huyo Mungu, sema Bwana Yesu, leo nakukubali kuwa Bwana na Mwokozi maisha yangu. Namkataa shetani. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu zote. Kutoka leo mimi ni wako, si wa shetani. Tawala maisha yangu, nijalie neema ya kutumikia siku zote za maisha yangu. Nakupenda Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Jesus name. Amen. God bless you. God bless you. Atangazo umeokoka, maana imeandikwa yule atakayeita jina la Bwana ataokolewa. God bless you in Jesus name. Amen. 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 Amen.